Subscribe Miujiza TV. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani Karim. Alhamdulillah, nashukuru. Naam, kutokea visiwa vya Zanzibar, yani visiwa vya Karafuu mpaka hapa bandari salama Dar es Salaam. Alhamdulillah. Safari ilikuwa vipi? Alhamdulillah, mawimbi ya kawaida. Hali ni ya kawaida kila siku. Naam. Kwanza tukupe pole mkurugenzi kwa kile ambacho kimekufanya usafiri kuelekea Zanzibar. Tulipata masikitiko makubwa tuliposikia kwamba taarifa za msiba, na tunataka kufahamu kidogo ni kwa namna gani hasa msiba huu uliposikia, pengine uligusa hisia zako na hisia za ndugu zako ambao pengine wako huko visiwani Zanzibar. Ni kweli masikitiko makubwa, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Allah yeye ndo mpangaji wa kila kitu. Hatuwezi kusema kulalamika, kunungunika, kwa sababu ni safari yetu sote. Leo ametangulia mzee, inshallah hatujui hatima yetu sisi kesho au baadaye. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tumemhifadhi mzazi wetu alhamdulillah, na mimi nimerejea tena Dar es Salaam, tupo naendelea majukumu ya serikali. Naam, kama mtoto wa mzee, kuna baadhi ya vitu vya msingi ambavyo kwa kweli ukiketi chini unasema hiki mzee alifanya kazi kweli kunielewesha na pengine kitadumu katika moyo wangu hata mara baadaye kuondoka. Ni kweli mimi namshukuru Mungu, lakini usia wake mkubwa kwangu, aliniambia hata kabla ya kufariki siku ya Jumatatu, Jumapili niliongea naye jioni, lakini kitu kikubwa alichokuwa ameniambia mimi, usia wangu kwenye maisha yangu yote na kuhusia kwenye maisha ya utafutaji, unatakiwa uwe mwaminifu, uwe mkweli, usimdhulumu mtu, jitume kwenye utafutaji, Mungu atakupa, lakini usidhulumu watu. Ndio usia mkubwa alionacha babangu, na mimi namshukuru, nimeupokea kwa mikono miwili na nitaufanyia kazi mpaka mimi mwisho wa uhai wangu inshallah. Wana Dar es Salaam lakini pia wana Tanzania wameguswa, lakini pia walikuwa kingoja kwa hamu sana. Pengine tujue mara baada ya kupata msiba huu watu walidhani ya kwamba biashara zimesimama na sasa umerudi katika ardhi ya Dar es Salaam. Tunataka tufahamu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kitu gani hasa ambacho kama Mzenji Motors wanaweza wakawafanyia Watanzania ambao wanahitaji kupata huduma kupitia Mzenji Motors. Nashukuru, lakini matumaini yangu kama nimerudi, Mwenyezi Mungu akituweka uhai, kama sitokosea, mwezi 18 ambao ni sawa na tarehe 8 ya kizungu, tutakuwa tuna mashindano ya Qur'ani, nadhani maeneo ya Twangoma, na mimi nitakuwa ndo mgeni rasmi pale Twangoma. Basi inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, tukimaliza pale kama wana vioni pale, basi tutafanya na futurisho pale kwa ajili ya kumwombea mzazi wangu. Naam, nimesikia mashindano ya Qur'ani ni miongoni mwa mashindano bora zaidi katika kufanya vijana wadogo wamjue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine tueleze vijana ambao watashiriki katika mashindano haya, wewe kama mgeni rasmi lakini pia kama mkurugenzi wa Mzenji Motors, mmejipanga kiasi gani kuhakikisha ya kwamba hata yule ambaye atashiriki mashindano ya Qur'ani basi apate manufaa ya moja kwa moja ukiachana tu na akhera? Ni kweli unachozungumza, lakini mambo ya Qur'ani mambo ya Mwenyezi Mungu. Mimi sitaki kusema labda mshindi wa kwanza nitampa nini, nitafanya nini, lakini mambo mengine Allah yeye ndo anajua athiri ya nafsi yangu. Lakini kitu kikubwa ambacho nataka kukifanya mimi ni kuwapa motisha wale wanafunzi ili wajue kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kusoma dini yetu ya Kiislamu. Naam, wewe ni mfanyabiashara na Mzenji Motors kama jina ambavyo linajitanabaisha ni biashara ambayo inajihusisha zaidi na usafirishaji kwa maana ya kuuza magari ya aina tofauti tofauti. Kuelekea msimu wa sikukuu yani Idi, pengine kuna baadhi ya watu wa Tanzania ambao wanahitaji sasa kumiliki pengine usafiri wao mpya kabisa kutokea Mzenji Motors. Hii imekaaje hasa kwa wale ambao watahitaji kupata huduma ya kuuziwa magari katika msimu huu kuelekea msimu wa sikukuu? Kitu cha kwanza tutakuwa tuna ofa mbalimbali. Kama kwa kuagizia magari na price ambayo itapungua, lakini pia kwa wale ambao wateja kwetu watakununua gari wa mkoani au wa Dar es Salaam, tutakuwa tunawadhadia full tank ya mafuta
na vile vile tutakuwa tunawapa t-shirt zile ambazo za ofisi na mambo mengineyo ambayo yanahusu mapande ya maeneo ya magari mle ndani kama maya freshi ya kusafishia magari na kadhalika. Naam, bila kusahau tunatamani kufahamu kama kuna mteja ambaye angetamani katika msimu huu kuelekea msimu wa sikukuu kwa miongoni mwa watu ambao watanufaika vikubwa sana na mradi huu wa uzaji wa magari kutoka Mzenji Motors, mnapatikana wapi na pengine anaweza kuwapata wapi kupitia mitandao ya kijamii? Ofisi zangu ziko Mbagala 77 kwa Mpili kabla na hospitali ya Taima, au kushuka kituo cha mwendokasi cha Mbagala 77 kwa Mpili, pale utakuwa umefika ofisini kwangu. Pale vijana watakupokea, haijalishi mimi kama nitakuwa nipo au sipo. Nina vijana wengi sana pale ambao wanafanya kazi pale. Hata sasa hivi naona kipindi cha msiba hichi kupata msiba, lakini kwa sababu msiba umefanyika Zanzibar, basi vijana wakawa wanaendelea na shughuli ndogo ndogo. Baadhi ya vijana wengine kiwemo na mkurugenzi na meneja wangu pale tuliambatana huko kwenye msiba, lakini yeye aliwahi kutangulia. Kwa hiyo sasa hivi leo mimi nimerudia mimi mwenyewe. Na mpole sana kwa msiba, na Mwenyezi Mungu inshallah akutie nguvu. Amina inshallah. Kwa sote tujue ni safari hii yetu sote, mimi, wewe na wengine wote, lazima tutakwenda tafika wakati. Kwa hiyo tufanye ibada, tumche Mwenyezi Mungu kwa kipindi chote, sio Ramadhani tu. Ndio usia wangu. Mtazamaji wa Miujiza TV na Maraicha na Ray Media, tupo moja kwa moja hapa katika bandari salama Dar es Salaam kumpokea mkurugenzi wa Mzenji Motors ambaye yeye kwa bahati mbaya amempoteza baba yake siku kadhaa zilizopita, lakini pia amekuja na habari njema kwa wewe Mtanzania ambaye unatamani uwe miongoni mwa watu ambao wanaweza wakapata magari yao katika msimu huu kuelekea msimu wa sikukuu ya Eid. Lakini pia nikukumbushe wewe msomaji wa Qur'an, kijana mdogo ambaye unatamani kushiriki mashindano ya Qur'an katika vitongoji vya Twangoma, basi shiriki na moja kwa moja Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi naitwa Dickens Mkolongo. Subscribe Miujiza TV.